maineenea kavindani kunengane bursary kaunti ya Embu, mbunge wa kiliombunge cha Dagoretti ya itheo John Kiarie wetete mateitha kwetela Ayumbe ngaliko ya olei kuolota uvaloku wa Maminista ndini wa uthukumi wo. Awamu ya 13 litakuwa makini zaidi kwa hawa mawaziri kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni ufisadi. Waziri yeyote ambaye atapatikana na tetesi za ufisadi ataubeba msalaba wake, na wa kwanza kumweka kwenye msalaba watakuwa ni wajumbe wa Kenya Kwanza. Hatutasubiri ati kwamba wajumbe wa upinzani ndio watakuwa wanaelekeza kidole kwa mawaziri wazembe ama wa mawaziri wafisadi. Ya pili ni kwenye utendakazi. Hawa wajumbe wa Kenya Kwanza wamechaguliwa mashinani kama wawakilishi wa wananchi kutoka kule mashinani, na watafanya kazi yao ya oversight bila kujali kama ule waziri ni wa Kenya Kwanza ama ni wa njia ingine. Oingi Kiarie no kuweta mbunge ma Kenya Kwanza mateitha kwitikilia mundu na wiva kuvalo cha serikali ya Kenya Kwanza dhini wa kuyanise mawatho mayo kula kwi mwene nthi otondo ya athanie. We shall not entertain the pompous display of arrogance by members of the cabinet. And as such, members of cabinet shall be appearing before parliament to answer on the roles that have been delegated to them by His Excellency the President, so that we are able to meet the promises that we made through the charters, through our manifesto, and through the Kenya Kwanza action plan. Ni ndeto ilasi ya kwa tomba unindongo ya mbungeni ya kaunti ya Embu Pamela Njoki aidhingilela tame kuende ya na wia wowa kusiaisia na kukosoa uthukumi. Cabinet Secretary waziri ambaye hawezi kufanya kazi vizuri aletwe katika National Assembly na tumuulize maswali, na akilemewa na kazi anakanyanga nyumbani mapema, kwa sababu lazima wale mawaziri ambao wamepewa kazi na serikali tukufu ya Rais Ruto wasimwaipishe katika kazi yao. Wao hawakutafuta kura, wamepewa kazi mapema, wafanye kazi. Kama wafanyi, shauri ni yao. Kwa hivyo tunataka kuwapatia onyo na Mheshimiwa KJ hapa, na ni mmoja wangu katika mbunge kuu, ya kwamba waziri yeyote ambaye atagomea kazi yake ajue nje inamgoja. Yulo wa unene ni wa bipartisan meweta mawitikilano alame ovikiwa tameko vitu kithwa ketha makati ya katiba maiweta mbunge tayo ina uneni wa muthia wa kuvitu kithia kana koleana. Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza tunasema mazungumzo yakiendelea tuweze kujiweka ndani ya midhini ya kidemokrasia. Kunazo asisi ambazo zinahusika. Ikiwa kuna masuala ambayo yanahusiana na sheria yaletwe bungeni, tutaweza kuyajadili kule, na kulingana na merit ama demerit yake tutaweza kufanya yale ambayo yanafaa. Bipartisan talks ambazo zinaendelea, sisi kama serikali ya Kenya Kwanza na wajumbe kwa jumla katika mbunge ya taifa tunayaunga mkono, na mambo yale ambayo watazungumzia wakijadiliana yataletwa katika mbunge ya taifa National Assembly tupitishe ama yafanyiwe marekebisho. Lakini ya muhimu ni kwamba hata kama mazungumzo yanaendelea, upande wa Azimio ama upande wa Kenya Kwanza, kila upande imeleta wale ambao wanajua wana ujuzi wa kuwasimamia. Na katika upande wa Kenya Kwanza tunajua leader of majority ako hapo Mheshimiwa Ishungwa. Kuna pia Governor Cecily Mbadili ako katika mpango huo side ya Kenya Kwanza. Na kwa hivyo yale ambao watazungumza kulingana na agenda ya bipartisan talks yakiletwa katika mbunge, tutajua ya kwamba ni gani labda itapitishwa ama ni gani ambayo inakubali kufanywa marekebisho. Lakini ya muhimu zaidi ya kwamba katika mazungumzo haya ya bipartisan yale ambayo yanaendelea, tumekubali na kupitia rais wetu Samuel Ruto ya kwamba mambo ya kugawa serikali, mambo ya kugawa mamlaka hayatakuwa. Kwa hivyo mambo ya nusu mkate hiyo ni kando katika na kwenye bipartisan talks ambazo zinaendelea. Gilivote ya vilingi wa maovo Mutongoi TV, nyeni tawaben Mosau.